Wewe vipi? Safi ndugu niambie. Hivi leo tunaelekea hapo, unajua msielewe. Mpaka dakika hii. Hebu nipange. Da. Hapa nafikiria kuna chimbo fulani msasani hivi Masaki, Mlimani City kwa Changanikeni nini. Hatuwezi kukosa kichwa. Au sio? Kwa sababu mwenyewe leo naongea kwa kweli yani. Kwa ifanya hivyo basi. Hilo nini? Ondoka kwetu. Basi freshila saizi muda bado. Ndio tukakaa pale kujikuta tukasikilizie kwanza nini inakuaje. Au unaonaje? Pale kijiweni. Basi fresh na mambo twende. Poa, haina shida tusipoteze muda wakati ndio wapo. Za saizi jamani. Salama. Karibu. Samahani, naomba kuuliza. Kuuliza kabisa bila wasiwasi wala usina shida. Kuuliza bure tu hapo. Nilikuwa nimeelekezwa kwamba hapa kuna madalali wa chumba. Ndio sisi tumetukuta. Karibu sana. Nataka chumba chenye na varanda, chenye choo ndani, kizuri. Au sio tinted? Umepata. Twende zetu. Dada, kama ulivyoona nyumba hii hapo inajieleza, hata kama kisipokueleza inajieleza. Nyumba ni nzuri, ina maji, ina choo, ina gypsum ndani, ina tinted kama ulivyoona. Shoga yangu ushindwe. Nyumba ni nzuri kabisa. Kwa nini unataka nini kingine? Nyumba nimeipenda, nyumba ni nzuri na mimi nilikuwa nahitaji nyumba kama hivi. Unajua sisi hatupendi kelele. Kwa hiyo nimeshukuru kama nyumba nimeipata, basi nashukuru sana. Dada, nadhani dada amekueleza mambo mengi sana. Na nyumba umeiona, nyumba ni nzuri, bado mpya kabisa. Pia ina gypsum ndani, ina panga boy safi, na gypsum wanatunza joto, yani upate joto la kudistabu mwili wako. Nyumba iko safi, iko very clear, lakini pia tuna tiles original hizi zimewekwa safi. Kwa sababu tumekwambia kabisa kwamba kuna wapangaji wawili. Moja, mbili. Mpangaji wa kule anaondoka baada ya siku 3. Baada ya siku 3. Kwa kama anaondoka baada ya siku 3, mambo safi kabisa. Yaani ni wewe tu ushinde. Nyumba ni nzuri. Au unasemaje mwenzangu? Na dada amekwambia kule nyuma kuna mpangaji baada ya siku 3 atahama. Na pia maji yanapatikana. Tuna sehemu nzuri kwa ajili ya parking. Hata kama una kigari chako kisoswadu, unakuja na kipaki vizuri kabisa. Pia kuna usalama wa kutosha. Karibu sana dada. Dada. Sisi hapa kwa tuna utaratibu. Ukitaka nyumba nzuri kama hii, itakuwa utangulize kiasi laki 2. Laki 2. Wewe unaona kitu? Mimi laki 2 sina. Nina laki 1. Au unasemaje mwenzangu hapo?
Sawa, lakini dada usaidie tu mwanamke mwenzi. Unajua wanawake bwana upataji wenu wa hela inakuwa changamoto kidogo. Hiyo hela unaye cash au ipo kwenye simu? Pesa ninao cash. Sasa kama unaye cash ungetupatie ingekuwa vizuri sana. Haya, hamna shida. Sawa, tupatie. Haina shida. Sasa tubadilishane mawasiliano. Simu yangu nimeacha pale juu. Kwa hiyo nitawapa namba ya simu mnibipu. Sawa. Dada achukua namba hiyo dada. Taji. 079 21 18. Naweza kukubipu? Ni bipu nitakuta. Mimi naomba niondoke kwa sababu basi tutawasiliana. Sawa. Baada ya siku 3 Baada ya siku 3. Haya, hamna shida. Kwa hiyo tunafanyaje? Mzigo ushapewa. Kama vipi tugawane? Sawa, haina shida. Utazuia 40 mimi kwa sababu mwanangu anaumwa na matatizo kidogo. Hapa pasu. Unajua mimi mwanangu anaumwa. Ndio tulikuja hizo tena kwa kusema unaumwa. Ukisema unaumwa na maana hata mimi nauguliwa. Chukua kwanza hiyo 40. Hapana. Wewe weka. Pasu. Bwana ongeza. Mimi mwanangu anaumwa. Chukua. Bwana ongeza 10,000 hiyo. Yangu acha hiyo mambo bwana. Bwana hebu weka bwana. Hii kazi yote pasu bwana. Wote tunahangaika. Kama kukamatwa hapa tutakamatwa wote. Kwa hiyo mimi nikikamatwa nikae pembeni. Si mimi nimechukua kidogo? 40 wapi? Hebu ongeza hapo 10. Mimi huwezi kunipa 40. Hapana. Fanya hivi. Chukua basi 10. Leo wapi ndugu yangu? Leo tuende Uswahilini. Uswahilini? Sasa tutakuwa na hela kwa ndugu yangu. Sasa kule ndo kuna washamba wengi Uswahilini kama hujui. Wanatoka huko mikoani, wakifika pale wanajijaza Uswahilini kama wote. Na hiyo kwa mchansi. Sasa tufanye hivyo basi. Twende tujiachie huko. Tandale wapi? Yule mtu wa 100,000. Aya. Vipi tunampokea kwa simu kwanza msikilize. Sasa tunafanyaje? Nimpokee tunafanyaje? Apokea kwanza simu umsikilize, nataka ni makujua leo ndio siku 3. Sasa nitamwambiaje nipange kabisa? Mpokea kwanza msikilize. Halo. Safi mzima. Mpango wa chumba. Sikiza nikwambie mdogo wangu. Mpango wa chumba sio mbaya. Yule kaka amepata dharura. Amefiwa, amesafiri. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba utupe subira kama wiki moja. Utupe subira kama wiki moja, akapata matatizo yule mwenye chumba tulokuambia baada ya siku 3 atahama. Sasa dadangu mimi si nimeamua kukwambia ukweli. Si afadhali mimi nakwambia ukweli kuliko ningekuficha ficha. Hapa tunafanya nini? Cha kukupa mimi sina. Kama hela tumeshakula, yule tulomtegemea atahama baada ya siku 3 hajahama. Sasa nikwambie nini? Nikudanganye? Nimeamua kukwambia ukweli. Tupe baada ya wiki moja utakuja. Kwani wewe shida yako nini? Kinachokuta sasa ni kuwapeleka polisi. Mimi ningehitaji kwamba ningegawe tu pesa na familia maskini sana. Ningegawa niweke kwa
Dada taratibu. Hayo mambo ya polisi yamefikaje? Sasa ngoja nikwambie, wewe kama unataka kutupeleka polisi, wewe tupeleke. Kama unavyojua, kama unataka kutupeleka polisi, wewe tupeleke. Ela sisi tushakula 100,000. Nani mwenye pale tulikuwa tunamtegemea baada ya siku 3 aame. Hajaana, tumeshakwambia wiki moja tupe. Deni alifungi mtu, tumeshakuahidi baada ya wiki moja. Kama vipi? Basi, sisi ndio tushakwambia. Vipi? Mbona sikia tena mambo polisi? Kuna nini? Mzangu anataka kutupeleka polisi. Aje?